Mambo vipi? Tumekuja hapa leo katika kituo cha mazoezi. Na hiki si kingine ni kituo cha mazoezi almaarufu kama gym. Hii gym inapatikana hapa eneo la soko la Chief Kingalu, inaitwa Lambada Gym, ambapo moja kwa moja tunakutana na moja kati ya wanamichezo, na huyu akiwa kwa upande wa mchezo wa masumbwi. Si mwingine anaitwa Ayub Mwankina, atakuja kuelezea kwa kina sana kuhusiana na mchezo huu wa masumbwi, lakini tumekuja hapa moja kwa moja kumfuata na kufanya naye mazungumzo ya hapa na pale kuhusiana na tasnia ya huu mchezo wa masumbwi almaarufu kama ngumi, kwa jinsi ambavyo unaendelea hapa nchini kwetu Tanzania, lakini pia na yeye ataelezea historia yake fupi kwenye huo mchezo wa masumbwi na mengineo mengi ambayo huyafahamu, utapata kuyafahamu moja kwa moja. Mimi naitwa Rashid Tandawala, niko hapa kwa ajili ya kuzungumza na mshikaji wetu Ayub Mwankina. Mambo vipi? Shwari. Kwema? Alhamdulillah. Bwana, kwa muda mrefu sana tumeshuhudia mchezo wa masumbwi ukianza kuteka hisia za watu wengi, lakini ghafla tukaona kama umeanza kupotea hivi. Kwa ujumla, ukianza kuzungumzia historia yako, nini ambacho kimekuvuta zaidi kwenye huu mchezo wa masumbwi, na kwa jinsi ambavyo unavyoona uelekeo wake kutokea huko ambako tulikuwa tumeenda na tukaanza kuona mwanga mpaka kufikia hapa ambapo tunaona ni kama umerudi tena kwenye kufifia? Asante sana. Kwanza nashukuru Mwenyezi Mungu hapa nilifikia, lakini kwa upande wa historia yangu fupi kwenye boxing, mimi nimeingia kwenye boxing mwaka 2014, ambapo katika kitu ambacho kinisababisha mimi nianze kupigana, kuna brother wangu anaitwa Sebatemba. Yule ndo alikuwa ni mtu wangu wa karibu sana, yule ndo alikuwa anapenda sana ngumi na alikuwa anapenda sana anavyocheza, na ndio maana nikaanza kuingia kwenye ngumi kucheza mpaka kufikia hapa nilipofikia sasa hivi. Na imefika wakati kwamba sasa hivi ukiniambia niache boxing naona kama unanikosea sana, kwa sababu umekuwa ni mchezo ambao naupenda sana. Upo kwenye damu. Japokuwa mwanzo kuna mabondia wengi wanapataga changamoto sana pale anapokuwa anaanza, hasa kwa wazazi, kwa sababu wazazi wengi wanaona kama mchezo wetu ni mchezo wa kiuni sana. Kwa mama au baba ukimwambia naenda kufanya mazoezi ya boxing, anaona kama unaenda kwenda kwa muuni au unaenda kupata unaenda kuwa mwizi, mkabaji, au unaenda kupata yale madhara makubwa baadaye. Ndio maana wazazi wengi hawapendi. Hiyo ndio ilinitokeaga na mimi kwa mamangu, kwa sababu mamangu mzazi nilipomwambia mama, mimi mwanao napigana, akanijibu kauli moja, akanambia kama mimi ndo nimekuzaa sitaki kabisa kusikia hizo habari. Kweli nikaishia hapo, kwa sababu ule ni mamangu, nisingeweza kumdharau. Nikatulia huku nikiendelea kufanya mazoezi taratibu, lakini baadaye nikagundua ni kwa sababu yeye alikuwa hajui faida za huu mchezo. Baadaye mimi nikaendelea kufanya mazoezi, ikafika siku mamangu, kwa sababu mimi mamangu hayupo hapa Morogoro, yupo Mbeya. Ikafika siku mamangu akaniona kwenye TV. Akaniambia, mwanangu, mbona watu wananiambia wamekuona kwenye TV? Nikamwambia ni kweli mamangu, ameniona kwa ajili ya huu mchezo nilokuambia. Si mchezo wa kiuni, basi kabidi nimpe faida 2-3 za boxing. Nilipompa faida kweli akanifungulia, akasema mwanangu, Mwenyezi Mungu akusaidie, na mpaka kesho mimi nikiwa na fight yote lazima nimwambie mamangu kabla, ananiombea sana mwanae, kibidi anafunga kwa ajili yangu ili niweze kufanikiwa. Sawa, umezungumza hapa mengi, lakini hii dhana ambayo watu wanahusianisha ya mchezo wa masumbwi na uhuni, ikiwemo ukabaji, wizi na nyinginezo, pengine ni dhana tu ambayo ipo, ama kuna watu wasiokuwa waadilifu ambao wanashiriki kwenye huu mchezo na moja kwa moja wanautumia vibaya kwa ajili ya kufanya mambo ya ajabu ajabu? Kwa hilo inawezekana pia, japokuwa siwezi kuizungumzia direct, kwa sababu sehemu yoyote kukiwa kuna watu zaidi ya 10 lazima panakuwa pana tabia tofauti, watu 2-3 haikosekani. Lakini pia mimi naona wengi wanauzungumzia kama ni mchezo wa kiuni, kwa sababu ni mchezo ambao umejificha. Watu wengi wanasema mtu anapigana, unafanya mazoezi siku nyingi hujapata pambano, basi mtaani mtu akizunguka unaona kama ni sehemu yako ya kunani, kitu ambacho sio sawa. Kwa mabondia wengine wote nahusia fanya mchezo, yani sifanye sehemu ya mchezo. Cheza mchezo, pigana kwa faida. Yani sio kwa sababu mimi nazijua ngumi basi mtu akinzingua na mweka inakuwa ile picha nzuri. Lakini pia mchezo wetu umekuwa ni mchezo wa kujificha. Yaani mtu akiambia anapigana anaonekana muuni, kwa sababu umejificha. Lakini japokuwa hapo katikati tulikuwa tunashukuru sana, ngoona mpaka sasa hivi sichezi ngumi, kwa sababu kama mamangu mzazi kaanza kuniambia sitaki, lakini baada ya kuona kwamba mimi mpaka kwenye TV naonekana, ikampa matumaini kwamba basi yawezekana si mchezo muuni. Kama imekuwa mpaka watu wa TV wanaweza kuongea naye na kumuonyesha alifu, basi si kitu kibaya.
Okay, sawa. Umemzungumza hapa Seba Temba kama ni miongoni mwa watu ambao wamekupa ushawishi wa wewe kuweza kushiriki katika huo mchezo wa masumbwi moja kwa moja. Ukiachana na Seba, kuna mtu mwingine ambaye anakuvutia zaidi kwenye huu mchezo wa masumbwi tofauti na Seba, iwe ndani ya Tanzania ama nje ya Tanzania? Kwa sasa kwanza mtu ambaye ananivutia sana sana mpaka hizo kwa nje ya Tanzania anaitwa Canelo Alvarez, raia wa Mexico. Yes, yule natumia muda mwingi sana kumwangalia yule mwamba. Yule achana na ile mashine bwana. Ile mashine japokuwa fight yake ambayo niliona alipotea ni fight ambayo alipotea kwa Mayweather. Japokuwa nahisi kama ingekuwa ni kwa sasa kwa moto alikuwa naye angekutana na Mayweather, basi Mayweather naye angepata tabu. Okay. Ni mtu ambaye namkubali sana sana. Kwa hapa Tanzania? Kwa hapa Tanzania kuna kijana anaitwa Juma Ramadhani Choki. Yani Juma Choki ni mmoja wa bondia ambaye anaelewa sana, na Mwenyezi Mungu amtangulie sana kwenye safari yake ya boxing, kwa sababu kwanza ni mtu ambaye anafuata miiko ya boxing, ana nidhamu na kila mtu, so mkubwa so mdogo, so bondia leo mzidi rank wala alozidi wa rank, yani kila mtu yeye anamweka kama kundi moja, hana dharau, hana makundi. Ule mwamba Mwenyezi Mungu amsaidie sana. Unadhani changamoto za mabondia wengi hapa nchini kwa Tanzania ni nini hasa, kitu ambacho kinapelekea labda hatuwaoni mkiwa kama yani kwenye tasnia yenu ya masumbwi kumekuwa na mpasuko, mara TPBRC, mara sijui nani, huyu kafanyaje, migogoro imekuwa mingi sana. Changamoto ni nini kwa mabondia, tukianzia kabla ya kuja kwenye vyama na kwingineko? Kwamba kwa sisi kwanza mabondia, changamoto kubwa ambayo tuko nayo brother ni uchumi, kwa sababu mabondia wengi sisi hali yetu ni ya chini she. Kwa hiyo mtu kimwambia pigia nafaa mazoezi, lakini ukute kuna vifaa nakosa. Kuna kitu itakiwa nikifanya ambacho kingelifanya nikawa bora zaidi, lakini siwezi kufanya kwa sababu basi hivyo vifaa vyake sina. Hicho ndio kitu pekee ambacho kinatunyanyasa sana. Na hili naliomba tu kwa viongozi wote ambao za kutusikia, tuna wabunge Morogoro, tuna madiwani, tusaidieni vijana wenu tuweze kutimiza ndoto zetu. Okay. Sawa, ukitazama kwa muda mrefu tumekuwa tukisikia hizi kauli kwamba mabondia wengi wa mkoa wa Morogoro wanalalamika mara nyingi hawapewi nafasi kwa kiasi kikubwa. Na hizi nafasi nazungumzia, kuna fight nyingi zinakuja hapa mkoani Morogoro, lakini mabondia wengi wanaonekana wana uwezo na bado hawapewi nafasi. Ili kwako limekaaje? Hii kwangu ni ukweli unaozungumzwa, lakini nafasi tunazikosa kwa sababu sisi Morogoro tumekosa waandaaji, mapromoter wale. Morogoro tumekosa mapromoter, lakini naamini kama hapa tungekuwa tuna mapromoter wengi au tuna watu wengi ambao wanatupa support, basi ingekuwa sole, tungekuwa tunaweza kuandaa fight nyingi hapa sisi tunacheza, tunaonyesha uwezo, tunaonyesha furaha kwa mashabiki zetu. Inatuia vigumu kwa sababu promoter anakuwa aidha ametoka Dar es Salaam au ametoka mkoa mwingine. Anapokuja kuandaa hapa Morogoro, kumbuka naye kule ana watu wake. Kwa lazima waje wacheze. Hivyo basi Morogoro hawezi kuchezesha wote. Okay. Kuna wengine watapata nafasi, wengine watakosa kwa sababu ni lazima wakosa, kwa sababu promoter naye huko alikotoka naye ana bauti zake ambazo amezipanga. Kuna mazingira ya kubaniwa na vinginevyo. Mimi siamini kwenye kubaniwa, kwa sababu unapokuwa na uwezo lazima utatafutwa.